Asa tunamuona Keti baada ya kumwadhibu Niki pale chooni, unajua akawa ananawa mikono hapo, anajiangalia kwenye kioo kwamba kazi sasa imeanza, hawa viumbe lazima wapate tabu. Kuna watu walikuwa wanagonga chooni hapo, akafungua mlango kwanza. Ile jamaa la kiume linaingiaje na mtoto wa kike chooni? Lakini kuingia hapo akaona mbona kawa kuna mtu tena kajitapakaza vinyesi Sasa kabinti kaka anapiga kelele, jamani kuna mtu kauawa huku, kafa. Kakashakunanku kweli aka. Tunarudi kwa Beni sasa. Beni anasema tafadhali niache. Jamani msaada. Keti anasema mpumbavu, msaada. Mimi mwenyewe nilipiga kelele kama hivyo, lakini hamkunisaidia chochote. Afu wewe ndo chanzo, wewe mjinga wewe. Sasa mpumbavu akamokotea kafimbo fulani hivi. Akasema wewe nataka nikuadhibu, nikupe mateso, roho kitu kinapenda. Akawa mchokonoa hapa kwenye kidonda, chokonyo. Akasema vipi unajisikiaje sasa jamani? Panauma mpumbavu, panauma nini? Mimi nilikiri kabisa nikasema nisamee. Jamani panauma. Wewe Beni, hata useme panauma. Akana mchokonoa pale hadi yani bwana huyu Keti naye hajapoa, ni wa moto. Afu akamsokomeza litambala hapo. Wewe mpumbavu kelele kwanza. Afu akawa cheka sasa wewe mpumbavu, kazi ndio imeanza. Afu Keti akawa anaondoka zake huyo, lakini huko alikoenda bwana alifanikisha kumshika yule mzee yule wa shoti. Kitambi tu hapo kinaelea juu. Akasema mzee, ulikuwa unanipiga shoti mimi na wewe nakupiga. Akawa anampiga shoti za kunako hapa. Wewe ni kama mjukuu wangu, niache wewe mpumbavu. Hata mimi nilisema wewe ni kama babu yangu, lakini ukunisikiliza. Kwa nini ulikuwa unanifanyia vile? Piga shoti za kitambi kwanza. Sasa wewe unaniua mimi, nina tezi dume niache. Akasema wewe adhabu yako itakuwa mbaya kuliko watu wote. Yani wewe umenifanyia kitu kibaya sana siku zile. Akasema basi wananiache nisamee bwana, sikia kwanza tukae chini tuongee. Keti hapo asikilizi chochote, akawa amemvilingisha linyaya fulani hivi. Anataka ampe adhabu ile kitu roho inapenda. Afu akawa anamwambia hapo, vipi unajisikiaje? Ulikuwa unanipiga shoti. Haya na wewe panua mdomo hapo. Akaweka shoti kwenye mdomo, piga shoti za maana. Mzee anapiga kelele, jamani unaniua. Mzee anatetemeka, sasa pumbavu, piga shoti za kwapa. Wewe pumbavu. Afu akamtumbukiza lile kama linyaya lichuma fulani hivi kwenye mdomo rafiki yangu. Bwana akawa amemchomeka moja kwa moja, limeingia hadi ndani. Mzee anashangaa tu, unataka unifanyaje? Anasema wewe subiria kwanza, wewe si mzee wa mashoti. Akampiga shoti ya umeme mkubwa kabisa, afu anampiga ya mdomo. Bwana Keti kawa mnyama jamani. Mtu mzuri akiuka kuwa mbaya anakuwa mbaya zaidi ya ubaya wenyewe. Piga shoti za maana, ongeza kabisa na shoti hapo. Yani hadi TANESCO wenyewe wanashangaa, mbona umeme huku leo unacheza huku? Unganisha na betri kabisa. Ongeza na betri za kawaida. Piga shoti bwana Keti, piga shoti za maana. Mzee anaweseka to jamani nakufa mshahara wa dhambi ni mauti. Hadi mataa yenyewe anaweseka jamani. Yani inamaanisha umeme. Mzee hadi anajikojolea pale kojo la damu. Piga sana shoti. Hatimaye umeme ukatulia. Umeme ulivyotulia inamaanisha na mzee naye anacheka kienyeji pale, inamaanisha habari yake imeisha. Sasa hapa tunamwona bishangazi yule mama ambaye alimfanya Keti akarudi tena mle ndani. Akawa anachungulia, jamani ndani kuna nini? Lakini Keti akatokea nyuma akampiga hapa sukumiza huko ndani. Afu akamfunga hapo vizuri tu. Shangazi anafumbua macho mawenge. Anaona hapo, wewe binti umerudi tena? Sio lazima umekuwa unanishangaa. Mimi ndo yule mlonitesa. Bishangazi mwenyewe hapa anashangaa. Jamani wewe ni mzimu, lakini anaangalia pembeni anamkuta Beni. Kaweka pale, jamani Beni. Inaonekana Beni ni mwanae wa bishangazi. Akawa anapiga kelele hapo. Keti akachukua limfuniko akafunika pale. Mpumbavu, na mimi walinifunika kama hivi. Alafu wewe ndo ulinirudisha umndani nikaendelea kupata mateso. Mpumbavu, leo utavuna ulichokipanda. Sasa hapa tunamwona George kaka mkubwa naye akawa ameingia hapo. Ndugu zangu mbona mpo kimya sana? Jamani kuna mtu yote huko chini? Akaingia hadi chini ya basement akawa anaangalia, lakini kwa mbali akamuona Beni kafungwa pale. Sasa Beni hadi anatoa harufu ananuka. Sasa Beni wewe umepatwa na nini? Hebu nieleze umepatwa na nini? Lakini yule Keti akatokea akampiga hapo na chopeo. Ni koleo ili akachukua mwili bwana
wa George akawa ameufunga pale. George mwenyewe anashtuka, anaona nipo wapi jamani? Keti anasema wewe upo mikono salama, sawa? Nataka nikufanyie tu kitu leo inapenda, kitu cha operation kidogo, sawa? Kama nyinyi mlivyokuwa mmenifanyia operation na kunibaka ovyo, sawa? Sasa nataka nikuonyeshe kitu. Angalia huko chini, kinyambolelo chako, yani unachojivunia kimefanywa nini bwana? Kambana pale sehemu za siri kazibana na ile nini naitwaje, ile ya mafundi ile ya kubania mbao, ndo kambania kule chini. Jamani, Keti naye adhabu nyingine hizi. Jamaa alikuwa anapiga kelele, wewe unafikiri ndo umenikomoa? Mimi mwenzio ni mnyama zaidi ya mnyama, afu nishai kupata mateso zaidi ya hayo. Keti mwenyewe anashangaa, wewe yani wewe unaidai jeuri, eti wewe ni jeuri sana, unaidai wewe mwamba mkakamavu, mwanajeshi skangaga oi. Sasa nataka nikuonyeshe jinsi mateso ya kutesa yanavyotokea, sawa? Ubaya ni akiba, nataka nikuonyeshe ubaya wako uloufanya, akiba yake ndo hii. Sasa nataka ulipe kila kitu, sawa? Hapa George mwenyewe anasema, anajikaza kiume, anajua kabisa hapa mimi akisema nichokonoe kidogo tu, jamani kijiji changu kinaenda na maji. Akasema wewe mpumbavu, unaidai mjata wewe, usinikalipia. Akasema basi sawa, sikia kwanza anaanza na kupigisha shoti kitovu hiki, akaweka hapo kwenye, akafunga hapo kwenye kitovu, afu sio kufunga, akawa anakitoa kile kitovu. Dai bwana Keti, jamani, na kufasa pumbavu wewe. Hata mimi nilipiga kelele hivyo hamkunisikiliza. Afu akawa na bana ile nani, ile mashine ile ya kubania kama mbao, afu anabana zile vinyanya mshenzi kule chini, anavibana taratibu. Anasema vipi, unaisikiaje hiyo, unaionaje? Afu anabana tena. Jamani, mazoezi ya sijawahi kupitia Keti, niachie, naumia. Afu akaendelea kubana, naumia vinabanwa na jamani. Afu bwana Keti anachekelea kabisa, vipi unaisikiaje hiyo, mazoezi yao ushawahi kuyapata, mafunzo gani, hadi damu inatoka. Yani anabanwa lakini huku vitu jamani. Keti huyo sasa, wewe mpumbavu, aisee unajisikiaje sasa jamani? Hapa naomba wewe kabana zaidi mama yangu. Kuna vitu vikadondoka kule chini wewe. Bwana Keti kamaliza kazi, mchezo umeisha. George mwenyewe hoi, lakini askari akawa ametokea hapo. Acha mara moja. Wakati anaendelea kuzuia, kumbe lile jamaa Jafari George likanyanyuka hapo, likawa limemteka, lakini askari akaona ngoja kwanza, akamuokoa kwanza Keti ili mambo yasiwe mengi, akampiga risasi George. George akawa habari zake zimeenda na maji. Keti hapo akawa anamwangalia askari. Sasa atafanyaje? Sasa askari mwenyewe anawaza, huyu naye ni mshuti, nimpeleke wapi? Yani askari anamwangalia kwa huruma, afu askari anamjua Keti kwa sababu ashai kwenda kule kuleta mashtaka, lakini inaonekana habari zake zikawa zimeishia pale, taarifa zake. Lakini askari akaona basi ngoja nimwache tu, kwa sababu inaonekana ni binti kweli ambaye alipitia magumu. Akawa amefungua hapo sanduku, anamwangalia yule mama yule bishangazi, akawa anaangalia hapo kwa huruma. Jamani, na mimi ni askari mwenzio, niokoe bwana, nionee huruma. Na hizi ni story ambazo zinatokea watu kweli, tunaangalia kama movie, kama viburudisho, kama vinachekesha, lakini ni story ambazo zinawatokea watu kweli kwenye maisha asilia. Sasa jamani, mpaka hapo tumefika mwisho wa hii story. Nadhani sasa hivi nitaleta story nzuri na kali zaidi. Naomba mnisapoti kwa kila kitu ambacho nitakuwa na kiposti kwenye hii channel, mradi tu kiwe kizuri jamani, msiniache peke yangu. Don't leave me alone. Nimeongea Kiingereza leo jamani, asanteni na kwaherini.